ni ya muhimu sana niyazungumzie kama Mwanakenya. Kuna mambo nyeti tunataka rais wetu kukuambia. Many things you are doing the right things, the way it's supposed to be done. Lakini the surrounding, and I want to repeat this, is the biggest problem. Na hii watu wanaelekea kukuangusha kwa sababu they are not telling you the truth, they are just inciting. Ukiangalia statement D ule ulimtoa kwa barabara the other day akiwa kwa demonstration ile ilikuwa inazungua serikali ya hiyo ingine ya Uhuru na ingine. D sasa amenona, amekuwa round kichwa mwili, anaanza kuzungumza things is not advising you, and you know he is behind the whole bill. This one maybe he might be advising you wrong. The president, you want a good deal ya kusaidia Kenya, lakini ile statement inatolewa na watu surrounding you, that's where there's a problem. Hii anasema ati yeye anajua hawa watoto wametokea ni watoto wa matajiri, ati wale walirudi ama walifaidika kwa serikali ambaye zilikuweko. Sasa ameturudisha nyuma, amerudisha vijana nyuma, ameanza kuzungumza mambo ya historia ya watoto wetu. That's the right direction. Faruk anasema ati hii watoto ni terrorist. A statement live by Faruk that these children are terrorists. Surely, when you tell the police these children are terrorists, what are you telling them? Unaambia polisi waue hao watoto. That's what you are saying. Unasema waue hao watoto. Huyo ni Faruk, one of the advisors, anasimuka kwa mikutano akiinsight. Kimani Ichung'wah anatokea anasema hao watoto ni ya matajiri, wanatumia iPhone, wanatumia nini, hata wanaenda kukula kuku sijui KFC sijui wapi sijui Japa. Those are the statement of arrogance ambayo inaleta shida ambayo tuko nayo hapa. Cheliot naye nisikia pia akizungumza statement kama hiyo, senator wa Kericho. Our president, we elected you na tunataka governance this country in a good way, lakini the surrounding, hiyo ni mambo moja. Tunazungumza mambo ya budget ambayo inaendelea, lakini the same people, they are the people inciting and organizing, inciting politically. Hawa watu ndio bado pia wanazunguka kupiganisha wewe na deputy president. They are the same people, sio watu wengine. Wakizunguka wanataka kutenganisha mambo ya milima na mambo ya Rift Valley. How? I will explain. Deputy president, he is a deputy, you in your work. Anazunguka vile ulizunguka Mount Kenya na ukaenda kila pahali. There was no any objection for going everywhere in the central. Lakini hiyo grupu yako hiyo anakuzunguka, kina Murkomen, kina Faruk, kina Sudi, wameleta hiyo mtindo. Deputy president was supposed to go Eldama Ravine kwa Harambee, alikuwa amealikwa na Silva na kila kitu kapangwa, lakini kakutana na siku ya holiday ya Waislamu on Monday. Faruk akapigia mjumbe huko simu Silva, kamwambia don't allow the deputy president to come here. We are going to finance you and to give you the money you want, na tutakuletea mgeni wa heshima ambaye walipelekea Mudavadi kufika huko anazungumza mambo ya ukabila. Hii ukabila, and I want to ask the president, I don't know how you are born as a Kalenjin. I don't know why I was born as a Kikuyu. I don't know why kuna Waturukana, kuna watu wa kabila zingine. Kila mtu aliumbwa akiwa kuna pahali alitoka. So mambo ya ukabila tuweke chini, tuzungumze mambo ya region. Kwa sababu ukabila, kila mtu alizaliwa. Almost 46 tribes in Kenya. Hatuwezi kukosoa Mungu kwa kutuumba bila alituumba na lugha zetu na kutuumba pale tulitoka. We don't know. I don't know what's about that Kikuyu. Mimi sijui. I don't know why I'm in Rift Valley and some of the Kikuyus are in the central. I don't know why. I cannot challenge God because of that.
Ile watu wako Rift Valley, I don't know why they are there. I don't know why watu wako Turkana. I don't know why Wakamba wako kwa Ukamba. I don't know why Masais are grazing in Narok, Kajiado. We don't know. Kwa hivyo jina ukabila ni hawa wanaenesha. Wakijaribu kupiga deputy president, ati yeye anaenesha ukabila. Na ni watu pia fake na ni waoga. Hakuna yule ametokea akasema huyu ni Gachagua, huyu ni fulani anafanya ukabila. Hakuna. Wanazungumza na mabumbo. Hiyo ndio wanatumia mabumbo. Hata Yesu alisema uanze kuhubiri kutoka Jerusalem. Kila mtu kuna pahali aliumbwa. Hao ndio wanaenesha ukabila. It's not the deputy president anaenesha ukabila. Deputy is organizing his people. Atoking na mlima. Wajue peace na watakaa namna gani. Na wataungana na wanakenya wengine namna gani. Ukisikiza watu wanasema sisi Waluya, hiyo sio ukabila. Sisi wa Bukusu, hiyo sio ukabila. Sisi wa Turkana, hiyo sio ukabila. Sisi wa Kamba, hiyo sio ukabila. Watu wa Mombasa wanakutana wanasema sisi hatutaki Mugoka, hiyo sio ukabila. Lakini watu ya milima wakikutana, what is the problem? Let's listen what they are talking to you, whether they are inciting people ama wanazungumza lugha gani. Now that you can know. Your Excellency, I want to tell you, hii watu ambao wameshiba, wameiba, tunawajua. We know how Faruk was. We know how he is now. We know Sudi how he was. We know how he is now. Mungu comment. Yote watakuja kusema manyumba amenunua Karen, Kitengela, wapi Adiliba. We know all these things. Mashamba amenunua bali. We know all those things. Si kusema mwana Kenya hajui na haoni. Wakati mtu alichaguliwa alikuwaje na saa hii amekaa namna gani? One of the biggest thing I want to advise you, the president. The advisors surrounding you, unless you change, but they will leave you in the hole. Watakuata kama wameingisha kwa shida. Politically, economically, they will leave you in the problem. Hii mambo ya hivi vijana, it's not something to joke with. It's not something to joke with. And I'm happy the president, you have engaged yourself with these people. But don't engage those people to talk with them. Arrogant statement, abusive statement. Wameshiba ni kutafikia watu wanatapika. They will not put you together with the people. You are elected. We elected you as our president. We urge you, take lead. We respect you. Hatukataka inchi ingie kwa shida. Engage yourself, our president, with these young people. Talk with them. We have 3 or 4 things we cannot do at the same time. Hii ni mambo ya uchumi. This is the bill which is giving us problem. Hapa ni siasa imeingia. Hapa ni vijana. We cannot fight with the 4 things at the same time. Hata kama mtu ana nguvu gani, huwezi kupigana na watu wengine at the same time. Utajikinga na mkono gani? Utatupa ngumi na mkono gani ile nyingine? So we must come together. Na mimi nakuomba, hasa nimetoka Rift Valley Nakuru. Mimi nakuomba watu ambao wanataka kudivide watu ya milima na watu wa Rift Valley ni adui yako na pamoja. Hiyo Gachagua angeenda na vini wakarukia huko. Alikuwa wanaenda amepanga kwenda kwa Mutai, wamekimbia huko, wameambia Mutai wachana na hiyo, wacha tukuletee pesa na tukuletee mgeni wa heshima. Hii pesa inatoka wapi? Hii pesa inatoka wapi? Kutoka hiyo Deputy President sehemu zake program yote amepanga, wanaenda kupinga. You are giving a sympathy vote to the Deputy President in a very big way. And I want to put clearly, our people in the Rift Valley, especially Kalenjin, they don't want this nonsense. The Kalenjin community and the people who are staying in the Rift Valley, they are saying they will not be incited. Bila walishikana na milima na wakapiga kura na kabila zile zingine, they want to be there. Pongezi sana kwa watu wetu na wasikia kwa radio zenyu, ma station yenu yote. I understand Kalenjin. Ninasikia vile mnaongea, Mungu awasaidie na wapongeza sana. Because you are saying mambo ya ukabila, mambo ya kugawanywa na watu wachache wale walioshiba hatutaki. Na msimame namna hiyo. We are not ready to part. We are not ready kukosana. Kama tena the issue ile inaendeshwa na Kimani Ichung'wah na hiyo ka group ateni ya kuimpeach Deputy President. Wabunge, let's continue and do it. But to have president,
How do you advise these boys? There are only two ways ya kuweka deputy president mwingine. Two ways. Only two ways. Moja, ukuvunja serikali, ufanye uchaguzi, then you can appoint. Itakuwa peaceful, kidemokrasia, wananchi wataamini imefanyika ni ukweli. Ya pili ni watu wangoje mpaka 2027. Ukifika hiyo 2027 uchague running mate yule unataka. That will be fine. Kidemokrasia. Lakini kwa hii njia wanapita hii ni ya kuincite Kenyans na ni ya kukosanisha Kenyans. And the end of the day utabebeshwa mzigo ambaye sio yako. Na hii vijana. They have 4 or 5. Central iko watu kama 4. Bandi iko kama 4. Hata mnashukuru dede nyewe naona amekuwa mtoto mwerevu amezunguziwa na wasee nafikiri amerudi chini. Mtu ambaye anaongoza incitement inaitwa Kimani. Atenda ndio majority leader. How can you be the majority leader na wewe ndio una incite watu? Unazunguka na madego mkapeleka pesa wapi mkifanya harambee? Why are those people mnaenda kutusiana mkikuja kwetu Rift Valley? Why are not going central? Utukanana hiyo maneno mnatukana na mkuu wa central. Why are you not going there? You put MP in an awkward situation. Kwa sababu Wanjiko utafika wakati mnataka Wanjiko. And Wanjiko is waiting his time. Na hii mambo ya vijana hawa naomba. Don't kill our people. The police should not kill youth. Vile president alisema, let's follow that channel ya kukaa chini na kuzungumza. And the president can do that. Yeye peke yake he can do that. Lakini akiwachilia hiyo wakora wanazunguka kwa sababu ya pesa, this country is going to be in the fire. Let's not joke with these children. I have my grandchild. Aliulizwa na mama yake ambaye ni my daughter. Do you know about these things? Let us be Gen Z, we need to do about it. Alimwambia mami, it's not about Kenya. It's not about Kenya. We are all communicating in the world. It's not Kenya. They are communicating in the world. Another level has come ya teknolojia. Wakisikia watu wanapigana na vijana kama ni supermarket wana support opposite, si mambo ya kuwasaidia, wanasanyana watu wana tweet, don't buy from that shop, don't buy from that building. Is that the direction we want to go? These fights will not be solved na kuua watoto. These problems will not be solved na kupiga watu risasi. It can only be solved on discussion. Look at Israel. Right now, nchi yote ya dunia inasema vita imepiganwa, watu wamekufa wengi. But what is the solution? They are saying, let's discuss. That's what they are saying. So the solution is, let's discuss. So we are urging the president, even politically, hawa watu wanazunguka huko wakipiga deputy president, wakitaka kutenganisha hao na watu wa Mount Kenya, it will not work. We are solid in the Rift Valley with all tribes. We have not in the interest. And by the way, we only 2 years. 2 years. Hii tundume na lukaruka kama anakimbisha ng'ombe kwa ni dama kwa nini kwa boma. Wakiwachiliwa miaka ingine na bakia 3. This country will not be together. Hii nchi inakuwa imepasuka. These boys ukiangalia hakuna ukabila na rais alisema na hiyo. I'm talking what the president said. Alisema hii watoto hawana ukabila. Kuna wasichana kutoka all tribes of Kenya, about 46, 45 tribes. They are there, all of them, and they are working together. And the language they are using, it is one of being Kenyans and the way they want to solve a problem of this country. You see, even this budget, kama ingeongelewa kwa njia mzuri, elezea vijana, let's have a sitting. Why are we doing this? Kuna deni mingi, tuna hii. Pengine vijana wangeadvise na waseme, fine, we agree kuna deni mingi lakini tuende pole pole. Tuondolee hii. I think that's what the president in his head is thinking to do in this country. Lakini hawa wanazunguka wakiendelea namna hiyo, this country is going to burn. But I'm saying no more killing. Don't shoot the children. It is a curse in God. Mtoto amezaliwa kama huyo aliwawa, mama yake she is a single mother. Na alikuwa na watoto ngapi? Only 2 children. 2. You have killed 1.
Watu waache kusema we know how the mama, huyo mama ana feel. Nobody can feel what that mama can feel kama mtoto wake amepigwa na risasi. Si ajali, si ugonjwa, kupigwa na risasi. I'm urging the way the boys were very peaceful. Let's engage them in the peaceful way. Let's have a discussion the way the president said, and we are going to reach somewhere. Tukikuzwa na dia ati hawa ni watoto wale walirudi nchi. Where were you? Where were you by that time wewe mwenyewe? Where were you? Your father maybe then he was also there. Kimani Ichung'wah akisema ati watoto ni matajiri. Ni nani tajiri kuliko wewe today Kenya? You are a billionaire. So you are also part of that. Watu wako hapo ndani. So let's be careful. Na kitu ya ajabu nataka kuambia president wa Kenya, and this I want to be noted. Hii watu hana fikira zao za ubongo ya kutumia. Wakati rais alisema namna hiyo jana, you would stay in the cabinet and laugh and say fool people. Unaona watu wajinga wanaanza tena kusema hii ni watoto yetu, hii watoto yetu, tunaomba tuwe na discussion. Hiyo ni Sudi, tuwe na discussion. Hiyo ni Kimani Ichung'wah. Wewe una aibu. One day, 1 hour unasema hivi, president akisema unasema hivi. You don't have your own brain. Ni kizungu tu mingi, no wisdom, kizungu mingi. President, if you can say that in hawa psychopath wote wanaanza kuimba ile nyimbo umepeana direction, even politically, tunakuomba tell them to respect the deputy president. It's not about the deputy president, it's about the country. The institution, the law imekubaliana na imesema the procedure, and I have given those procedures. So let's not stop those psychopaths. Na wana Kenya wanawajua, and we are not going to be incited Kenyans. Na appeal to my children, agree the way the president said, engage with him. Afadhali msemage he did not listen what you have engaged, lakini engage the president the way you have said. Start the discussion. I know he is a sharp president, and we can have discussion, and he can change many things because of you youth. From the beginning of our campaign, alikuwa anasema mambo ya youth, mambo ya youth, mambo ya mama mboga. So let's remind him these are the same boys. Tulikuwa na promise. Labda hawa vijana wanaonekana wako peaceful wakiwa pale kwa street, na venye president pia alisema jana, ni vizuri wapewe nafasi na waache kushikwa, wapewe nafasi tu wafanye peaceful demonstrations. You know, that's what the president said, and that's why I have come to give this statement, supporting him. These boys, they are the most peaceful demonstration we have never seen in Kenya. Peaceful. Hata polisi moja aliumizwa, walikuwa wameseti bahali ya kutibiwa, na wakapeleka polisi hapo akatibiwa. Kuna mtu aliiba simu, wakakamata yeye. Wakarudisha simu kwa mwenyewe na wakapeleka yeye kwa askari. We have never seen this. This is godly. Hii vijana demonstration wanafanya is godly. Na hakuna mtu alikuwa na vita naye. Mkisikia wale wasemekana tu walivunja duka ya simu, hawa ni usiku wakona walikuja. And that's why now the police should be careful. Na vijana wetu pia tuwaambie, demonstration ikifika saa yake ya kufungwa, fungeni. Kwa sababu sasa wakora wataingia ndani na wengine watatumwa. Na hii watu tu kina Kimani Ichung'wah na wako na pesa, na kina Faruk watatuma hawa waanze kuvunja maduka ya watu ndio muwe brave. Kwa sababu they are aim, Kimani Ichung'wah, Faruk ni vijana wetu wauawe, and we are not going to agree on that at all. Be peaceful. Msiguze kitu ya mtu, wacha wapite pole pole. Tuliona demonstration I have never seen in my life. Peaceful demonstration for youth. Wale tunaambiwa ati ni wabaya. These children tumewasomesha sisi wakamaliza shule. Let's engage as the president did. Alienda nje akatafuta makazi huko nje, akafungua pahali wataweza kwenda kufanya kazi. Foreign currency inakuja sasa. Let's also engage locally. What can we be able to do? Kama huyo unasema Kimani Ichung'wah na hao watu wanachunguza. Wana Kenya are going to have topic. Kama ni Kimani Ichung'wah, semeji yake ni PS. Sister bibi yake ni ambassador. Sister yake yeye mwenyewe amepewa nomination Nairobi, na siwa Nairobi. We have 19 records. Hiyo watu tumejua bila wameruti nyumba zote za railway, hata kina Ndwale nani, we know they have looted nyumba za railway zote. Everything is them. Biashara zote you are in them. Nobody else is accessing that. It's about the family, it's about the girlfriends. We cannot accept this. We did not fight for this government for individual people kuweza kuchukua mali yote.
Your Excellency, nikimalizia ningependa kuomba wewe, hii mambo ya reli imekuwa nafasi kubwa ile ilikujwa na hiyo serikali nyingine. Mimi naomba imechukuliwa na matajiri, and this will be a fight throughout with you. Kutoka Mombasa kuja Voi, kuja Mtito Andei, kuja Nairobi, kwenda Naivasha, kwenda Gilgit, kwenda Nakuru, kwenda Moro, kwenda mpaka Eldoret, mpaka Kitale. Hiyo nafasi muichukue, mtengeneze stores ndogo ndogo, vijana wetu wapewe pahali ya kufanya biashara. Hii pesa tunawapea ya hustle fund, wengine hakuna pahali ya kupeleka, mama mboga hakuna pahali ya kuuzia. Your Excellency, I beg you, I kneel down to beg you, please, hiyo kutoka Mombasa, hiyo nafasi yote imechukuliwa na matajiri, na tutakuja kuwasema wale wamechukua nafasi hizo zote. Wananchi wenyewe kwanza, Nakuru wanaumia, Gilgit wanaumia, Moro wanaumia, Njoro wanaumia. Iweze kuwekwa nafasi ambaye inaweza kutosha. Sikatani na Kimani, hii kijana yangu ya Mungu. Wanasemaga ati ni kijana yangu, mimi sijui. Mama yake ndio anajua. Lakini ningetaka kusema hivi. Hii mambo, huyu kijana aliruka pesa akiwa mrefu. Sasa mnaweka yeye kitu kubwa, hiyo sio mbaya, but you should know how to deal with these issues. Anasema ati mkate, watu waachane na mkate, ati inaweka blood sugar, inaweka nini, sukari kwa mwili. Ati watu wakule keki. Those are budgets. Anasema hapa akubali hapa manufacturing things is very expensive. Watu wanaenda manufacture Tanzania ama Uganda wakuja sasa wauze hapa. What's his statement? Arrogant statement, Your Excellency. You umeleta shit. The arrogance of the people surrounding. But your mind is sober. And you have so many commitments. Ili unajaribu kutengeneza. Please be yourself, you are present, we are praying for you. Ili hii kwanza, hii mambo ya vijana, engage yourself. Engage with the people who are supposed to do those things the way they are supposed to do it. Ya mwisho ambayo ni ya muhimu sana, makanisa. The churches have participated in this country. Sio wote, makanisa fulani wameparticipate kuharibu nchi yetu ya Kenya completely. They are not preaching about God. They are preaching about money. Saa hii kuko na farakano hizi, wanapenda sana kuletewa pesa. Waletewe pesa. Wanatengeneza harambee. Wanatengeneza watu kwa makanisa kuongea lugha mbaya. Ninauliza, watu wafuate mfano ya Catholic, wafuate mfano ya PCA, wameanza kukataa mambo ya ECK. Tunashukuru sana Dr. Sabit, ile mambo amekataa kwa kanisa ya ECK. Tukubali, tuache kuruti watu. Saa hii kuko na shida, ndio wamejua kuita watu wa grupu hii, leteni pesa tupende platform, utukanane. Wengine kuja kutoka hii pandi hii, muinsight watu, lakini mtuletee pesa harambee. The churches has prayed, many churches has played a very bad role ya kuweza kuokota pesa na kupiganisha wanawake wa Kenya. Na mimi nasikia, nauliza, hii mambo yote mmepewa wanasiasa kuja kuhubiri, kuja kwa kanisa, ni nani ameokoka? Wanipea yeye kodi moja. I support the former president Uhuru Muigai Kenyatta. Wakati alikuwa ile naitwa maombi, breakfast prayer, alichukua mic akaita Ruto, alikuwa deputy yake, akaita Raila Odinga, akaita Kalonzo Musyoka. Yeye akachukua mic na akasema, bwana Raila Odinga, tumetukanana sana, tumekuanusana kwa siasa, mimi naomba wewe msamaha. Akachukua mic akapea Ruto. Ruto akaelekea Kalonzo, akaambia Kalonzo, tumekosana, tumepigana, tumetukanana, naomba msamaha. That is the direction we want. Ilipoleta shida kabisa, akaita wachungaji State House waweze kuongea pamoja. And we saw that our president lead this on the peace. 56 millions of Kenyans. Kama utaweza, Mungu akuguse. Nao napenda mambo ya Mungu. Yaani ita Raila Odinga akona forum siasa. Ita Kalonzo Musyoka akuja ondetesa. Ita former president he is ready, anasemaga he just a for the way. Ita Rigiji na wewe. 5 people muonekana mkiongea mambo ya kutuweka pamoja na peace. This country itakuwa peaceful.
Please try something we can say, as we are saying, Uhuru Muigai Kenyatta, try it. Even if you want to see you trying. Na kama ulisema ukiwa Nyahururu na ukasema neno moja, hii vijana tunaengage na ni vijana wazuri na unawapenda, hiyo troops yote ikapinduka ikaanza kuimba hiyo wimbo, hata kwa kisiasa, you can tell them, stop this, stop dividing Kenya. Na hiyo ndio mimi ningeomba, na mimi ni mzee naendelea kuongea hiyo mambo na sitanyamaza, kwa sababu I like my president, tulimchagua na tungependa aende kidemokrasia ile miaka inapatikana. Watu kutoka usiku na kufikwa kwa masela itakuwa suluhisho ama ni vizuri wa yapo? Unauliza swali nzuri sana. Unajua, if we do this, tunapea polisi nafasi ya corruption. Mambo ya kusema huyu kijana alifanya, mnashika vijana usiku, mnaanza kuwapoteza. It is adding fire in this country. If you leave them as they did it in a peaceful way, it's the same thing, utaweza kuwa na amani. Don't arrest these boys. Nasikia kuna kijana ambaye aliweza kumobilize, na hii serikali haingeweza kufanya hiyo, wakamobilize. He is not in politics, lakini akamobilize 2 million nurses waweze kuwa wanatibu watu. Jamii Amos, I salute you. Jamii Amos, I salute you again. I salute you that time. Mulikubalia hawa wakakuwa na nafasi, mukaweka hapo hospitali, munatreat mpaka polisi, vijana wakiumia. That is very high level of thinking. Very high level. Tunajua hospitali ziko na shida zingine, but you did that thing in a center where there was a problem. And it's not only here. You did it in you did it in Nakuru, everywhere. Huyo kijana nasikia aliona na akaambia sisi kwa Facebook yake. Aliona shida, watu wameumia, watu wamevunjika mkono, people are bleeding. Akaona the biggest problem ni kupata damu. Akaenda kwa kanisa hizi jamii za Wahindi, akatweet watu wakuja watoe damu, ili anything like that happen ataweza saidia. He was not doing that to incite. He was doing that to be ready of saving Kenyans. Ukashika yeye. We don't know where he is. Release our boys. Release our boys. Have one voice with them. They will not mess anything. They will just stop. But my president, you have done good. Engage yourself in this area. Hakika hii ni nia why they are not addressing the issue of employment. Vijana wana kazi, wanazunguka kuwa free kufanya hiyo nini. Our address issue ya unemployment. Una advice ni president mambo ya unemployment. Well, hiyo unazungumza, umeniuliza swali mzuri. Vijana hawana kazi. Let me tell you what we can be able to do. The president the last time of campaign alisema this discussion of youth and mama mboga, it must be the table. Na amerudia sasa, pengine he was very busy. We must look for that. But hatuwezi sisi wote kutosheleza vijana yote kazi. Lakini ile shida wako naye ni wakiona mtu mmoja kama Kimani Ichung'wah, 19 people of the family wako kazini. 19 kazi kubwa kubwa wako kazini. Hata nisikia watu wakipiga kelele kwa sababu ya barabara. Semeji yake ndio huyo PS kwa barabara. You they are seeing these things. Wameona majumba yao wamechukua. If they can be shared to youth in a good way, watatosheka. And again, it's a discussion. We cannot create a job just at once. We are trying to create. Industrial park. Raisi anajaribu kufungua iweze kuwa mzuri. Na mimi ningeomba afadhali hata barabara ziende pole pole. Barabara, lakini create factories isaidie wa vijana. So it's an issue need to be discussed so that youth can be able to understand. Kazi ya time hakuna. Unakuta watoto, mimi na watoto wangu. Mimi unaniona hapa. Mimi mwenyewe sina kazi. Watoto wangu wana degree 2, masters 2. See children, they have no job. Nachukuliwa kubalance watu ya siasa. Watu walikuwa pandile, watu walikuwa pandile ingine, watu walikuwa nini. Tunasahau the foundation how we started. I urge the president, ile watu ulifanya campaign now, kukuingiza kwa hii kiti, look at these people, sit down with them. Sasa wacha mambo mingi hata ya kwenda ije sana. Have time in the state house to talk with these people. And that's what Moi was doing. Talking with the people, calling in the state house, come state house Nakuru, ujue vijana wanasema nini, go state house Eldoret, do the same, all over. Just talk with young people.